Vijana wengi wa taifa hili wamejiajiri kwenye habari, hasa online TV na wanaotumia mitandao ya kijamii. Tutaomba mamlaka, na Mheshimiwa Rais ni mtu anayependa sana vijana wa social media, na mtakumbuka alivyoingia madarakani alihakikisha kwamba anawapa nafasi mjipatie ajira. Nitaenda kumlilia Daktari Samia atupatie fedha kiasi cha bilioni 1 mpaka bilioni 2, tuwakopeshe vijana wa kwenye mitandao wawe na vifaa vyao wenyewe. Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo ana mchango gani kwenye hicho kiti alichokabidhiwa? Na pia hii spidi anayokwenda nayo, je, itakuwa na matunda gani ambayo unahisi labda tutayachuma, yatakuwa au mengine yanaanguka kabisa? Mimi naitwa Abdi Millionaire AK Mnamba. Hapa ndo Mnamba. Karibu sana. Sikiliza. Bana, toka akabidhiwe kiti hichi ambacho ni cha moto sana, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amemkabidhi mtu ambaye watu wenye sanaa na watu wenye michezo yao wanahisi kwamba huyu jamaa atafanyia haki kabisa, atatendea haki kwenye hicho kiti alichokalia. Kumbukeni kwamba ni katika vitu vitatu ambavyo ameshavifanya toka akabidhiwe hichi kiti cha uwaziri wa Sanaa, Utamaduni na Michezo. Pretty much ukimwangalia Mheshimiwa Paul Makonda ni mtu ambaye siku zote huwa analeta matunda na faida kwa wale ambao anawatumikia. Popote anapokwenda, sehemu yoyote pale utakavomdondosha pale, yeye ni kutekeleza yale ambayo amepewa ayatekeleze. Wengi sana ambao kwa sasa wanaona kabisa spidi ya Mheshimiwa Paul Makonda itakuwa ni spidi yani more than 6G, maybe 7G. Maana hivi vitu vitatu ambavyo vifanya katika huu wakati mfupi, siku 2-3 hizi toka ateuliwe, unaona kabisa, you know what, we are going somewhere, na faida itapatikana tu kwa huyu kiumbe. Maana tumeona wa Arusha amefanya innovation nyingi sana ambazo watu wa Arusha kidogo waseme bana hatutaki uondoke, lakini pia hata watu wa Dar es Salaam, wakati kipindi kile yuko mkuu wa mkoa wa Dar, alikuwa anafanya vitu vingi sana, innovation, yani kutumikia kwenye kiti chake au kwenye uongozi wake kisahihi kabisa. Kwa hiyo sasa mwaka 2026 huu, ambapo yeye sasa kama mbunge wa Arusha na pia waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, ni mtu ambaye ukiangalia kwamba amepewa kiti sahihi. Je, kati ya hivi vitu vitatu ambavyo ameshafanya naye na akishapiga kwenye mshono, moja ya vitu ambacho cha kwanza ni kuhakikisha kabisa kwenye wizara yake hataki masiala. Kaanza na kwenye nyumbani kwanza, yani wanasemaga charity begins at home. Kaanza nyumbani kwanza kuwaweka sawa. Halafu cha pili, amewapromise bana watu wa online TV. Ni watu wa online TV na ma content creator, pretty much special kwa watu online TV. Kawa promise kwamba sikilizeni, kuna mkwanja fulani, kuna pesa fulani ambazo mtakopeshwa ili muweze kupata vifaa. Hichi ni kitu ambacho is a good news for upcoming, good news for watu ambao wanapambana sana kutengeneza content na kuleta habari ambazo zimenyooka pretty much.
na usimsahau I think hapa namba I'm just kidding, I'm just saying, but anyway I think kwamba katika hichi kitu cha pili cha kwamba kwa promise online media kuwapa pesa ambayo itawawezesha kufanya shughuli zao, maana tumeshaona kwamba kuna kipindi serikali ilitoaga mkopo kwa wasanii wa Bongo Flava I think na Bongo Movie, wakawa wanapata mikopo ili maisha yao yaende vizuri. So pretty much kwa huyu ambaye ni mtendaji, ni mchapakazi, mimi naonaga katika watu ambao serikali au katika watu ambao CCM walipata bahati sana kuwa nao, huyu jamaa Paul Makonda ni mtu ambaye yani ukimpeleka sehemu jembe kweli, analima kweli na kilimo kinaonekana. I'm just saying kwamba napiga mfano kwenye kilimo, yani kilimo kinaonekana, akifanya kazi inaonekana na kazi inanyoka. Hakunaga yani hakunaga brush au hakunaga tia maji. Huyu jamaa huwa ananyoosha kabisa. Kwa hiyo na kitu kingine cha tatu ambacho toka ameteuliwa ameshakifanya kwenye kiti chake cha waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo, pretty much kujiandaa na Ramadhani Cup. Na mwenye mtu ambaye alipewa jukumu la innovate Ramadhani Cup ni Alikiba. Kwa hiyo amekaa na Alikiba kusema kwamba sikiliza, sasa tunajiandaa na Ramadhani ambayo Ramadhani ni next month. Waislamu wanajua kwamba Ramadhani ndio ishasogea, iko hapo tu, ishaanza kukaribia. So kwa hiyo amekaa na kusema kwamba you know what, let's do something bigger au tofauti na kile ambacho Alikiba wewe umekuwa unakifanya miaka ya nyuma. Tumeona hapa mwaka jana Alikiba alipewa sana shavu na Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais amemsupport sana Alikiba kwenye project ya Ramadhani Cup pretty much. Mimi nimekwenda pale mara nyingi katika ile michezo pale GSM Park Mikocheni. Ilikuwa inaenda vizuri sana na mastaa wengi sana walikuwa wana participate pale kucheza. Na pia ni kitu ambacho ukikiangalia ni kitu ambacho kizuri sana kwa jamii yetu hii hapa ya Tanzania na wana Dar es Salaam. Kwa hiyo katika kitu cha kwanza hichi cha kuambia kwenye wizara yake kwamba wakae tayari, hataki masiara, mambo ya mavazi, mambo ya nini, kwamba wanyooke. Kama walikuwa wamepinda basi wanyooke. Kumbukeni hii ni wizara ambayo ni ngumu sana, na hichi kitu alichokalia kigumu. Na cha pili pia cha kuwa promise, kutoa ahadi, na akishatoa ahadi huyu jamaa alizaka huaga ni za kweli. Kwa hiyo watu online, kaeni mkao wa kula, jipangeni tu kwamba huu mkwanja unakuja, na mjueni kabisa huu mkwanja mtautumia kistaarabu na pia kwenye sehemu husika, maana msije mkapewa hizo hela alafu mkaenda kula bata, wengine madubai siji masauzi mawapi, maana vijana bana si vijana ndio but anyway I hope kwamba zitakuwa zinasimamiwa vizuri sana hizo pesa ambazo watakopeshwa hawa online TV. Sasa kwa hiyo kazi ni kwenu, pretty much habari zitakuwa zimenyoka, picha zitakuwa zimenyoka. Amemention kuhusu lazima watu wawe na kamera nzuri, sio kutumia visimu tu, visimu vyenyewe. Unajua kuna watu wanatumia, unaweza ukatumia simu siku hizi technology, unaweza ukatumia simu na ukatoa picha iliyonyooka. Inategemea unatumia simu gani, maana kuna simu zingine bana hizo. Ndio maana ameona kwamba tuwawezeshe hawa vijana wapate cameras. Kwa hiyo hicho ni kitu cha pili. Na kitu cha tatu, Waislamu na Alikiba pretty much ajiandae sana, kwa sababu ndio hichi ndio kikao ambacho kilikuwa kiko nyeti kuongelea kuhusu the next Ramadan Cup ambalo linakuja next month. Tuna kama mwezi, siku kadhaa hizo,
Ramadhani hii hapa. Kwa hiyo sasa hatujui kwamba itakuwa iko nzuri vipi, lakini kwa mikono ya Makonda inakuwa siku zote inatoa vitu magic. Mkono wa Makonda hutowagi yaani ukipika kitu unapika kitu kitu chenyewe, kitu murwa, kitu madini. Kwa hiyo tunatumaini kabisa, we hope kwamba the next Ramadhani Cup ya Alikiba itakuwa moto sana na itakuwa nzuri sana, itakuwa inayo spice, kwa sababu tumepata mtu ambaye ni sahihi, mtu ambaye anapenda sana mambo ya michezo, mambo ya music, mambo ya utamaduni wa nchi yetu, na pia ni mzalendo sana. Paul Makonda ni mzalendo, kwa sababu ukimwangalia hata kipindi cha Magufuli, he was doing very good, na pamoja na hicho ambayo alikwenda quiet, na alivyotoka kuibuka tu kupelekwa Arusha kafanya yani wonders. Amefanya wonders sana Arusha pale. Kwa hiyo sasa hata vijana wa Arusha, I think kwenye Ramadhani Cup tunawakaribisha sana kwenye Ramadhani Cup. Hamieni mwezi mzima, kwa sababu mko na mtu ambaye mnamjua action zake alizokuwa anazifanya hapo Arusha. Please make sure kwamba una subscribe my channel. Please make sure na unaacha comment. Niachie comment mzee, tuliangalie hili swala. Je, Paul Makonda ana muhimu kweli kwenye hichi kiti cha waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo? Maana hichi kiti kumbukeni kwamba kuna kiongozi alishaye kutumbuliwa kwenye hichi kiti. Mimi nakumbuka nilikuwepo kwenye hiyo eventi ambaye alienda mheshimiwa huyo ni aliotumbuliwa, alikuwa ni Nape. Nakumbuka Nape alishaye kutumbuliwa kwenye hichi kiti, alishaye kutolewa, na pretty much hichi kiti ambacho kinataka mtu ambaye ni makini, pia ni mtu ambaye ni mchapakazi, na mtu ambaye ni mbunifu. Kwa hiyo nadhani kwenye ubunifu hapo kwa Makonda 100% on point kabisa, kwa sababu amekuwa anabuni vitu vingi sana. Na pia kumbukeni kwamba hichi kiti aliyetoka Mheshimiwa Kabudi pretty much na yeye amefanya, lakini kama unavyojua hichi kiti kilikuwa kinataka mtu ambaye ni kijana. Kwa hiyo yani kijana kapata kijana mwenzie ambaye ni naibu Mheshimiwa Mwana FA. Kwa hiyo hapa itakuwa ni timu ambayo imekamilika. Na pia Mheshimiwa Makonda ukiangalia amepewa jukumu hili, na pia kwenye swala la watu ambao media au labda sanaa au labda utamaduni, hata kulitangaza taifa letu. Tumeshazoea kwamba kwenye sehemu ambayo ilikuwa ni ngumu sana kupata vibali vya kushuti, ilikuwa ni ngumu sana. Nakumbuka kuna kipindi wakina Hans Kana, wakina Lavalava walikwenda sehemu wakawa wanaenda kushuti, basi waliteseka sana, magharama mengi sana yalikuwa kwa mfano kama Hans Kana alikuwa na complain sana director, kama mnamjua director Hans Kana, na Lavalava kutoka alikuwa yuko usafini pale, walipata shida sana kwenye kushuti. Kwa hiyo sasa Paul Makonda atarahisisha nadhani kwenye upande huo, kwenye swala la kushuti, kupata vibali, yani sanaa hii iweze kunyanyuka. Mimi nashangaa sana, kwa sababu ukiangalia sehemu ambayo mimi nimekulia South Africa pale Cape Town, hakunaga ile ukionekana unashoot eti kwenye labda huko kwenye usafiri au labda huko kwenye sehemu hata airport au labda sehemu ambazo labda kwenye station au labda stendi au labda kwenye sehemu, kwa mfano mwendo kasi. Watu waandishi wa habari au watu content creator wamekuwa wanapata shida sana kwenye kushuti. So I hope kwamba na sijui kwa nini wanakuwa wanakataza kushuti. Tu film kwamba hii ni nchi yetu. Kwanza ni moja ya kuitangaza ni kushuti, kwa sababu huwezi jua content creator akishuti ile video inaweza ikaenda viral au ikaangaliwa na watu gani. Ndio maana hata wakati
Aisha Speed wakati bado yuko hapa Afrika, watu wanatushangaa kwa sababu hawatuoni, hawaoni Afrika. Kwa hiyo hii itabadilisha sana mchongo mzima wa jinsi ya kushuti au kufanya content kwenye sehemu husika. Kwa mfano kama kwenye sehemu za mwendo kasi au labda stendi au labda sehemu ambazo yani kuna ugumu fulani ambao umekuwa ni changamoto sana kwa watu ambao wanafanya sanaa hii ya kushoot ya film. So I hope kwamba hii itarahisishwa na kuna mazingira fulani yatawekwa pretty much yawe rahisi. Tunashuti kama Ulaya tu. Mtu unachukua kamera yako au una simu yako unashuti, huulizwi mara sijui una kibali, mara sijui usishuti hapo, mara sijui umeshuti hapo, utakalishwa masaa kadhaa, utaulizwa maswali mengi. What is that? So hii ni moja ya vitu ambavyo ataviweka sawa Paul Makonda, na mheshimiwa haya yote anayajua, kwa sababu unajua ukiangalia history ya Paul Makonda, alikuwa ni mlezi wa sanaa au wa wasanii kama WCB, wakina Diamond Platinum, wakina Mbosso, yote pale WCB alikuwa ni mlezi. Kama mnakumbuka nyie, alikuwa mlezi. Kwa hiyo anaipenda sanaa na amekuwa ni mtu ambaye anasupport sana wasanii. Kama mnavyojua wasanii wa maigizo, wasanii wale machariwa wachuga wale wanaitwa wakina nani wale, mnawajua wale, na wenyewe ni kawa support. Kwa hiyo sasa ni kitu ambacho ukikiangalia hapa tunakoelekea, na huyu mtu ambaye amekaa kwenye hichi kiti ambacho kweli ni cha moto, lakini nadhani anajua au atakuwa ana ile mbinu na style ya kukipoza. Sidhani kama Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan amweke mtu mwingine zaidi ya huyu. Yani huyu alamchagua, I think he's just the perfect person on that position, kwa sababu ukiangalia ni mtu ambaye ana history na sanaa, na pia ni mtu ambaye ametoka kwenye kuwalea watu wenye sanaa, wasanii. So ukitaka kukabidhi kitu kwa mtu, mkabidhi yule mtu ambaye anakipenda na anakijua kiaina fulani. So pretty much Mheshimiwa Paul Makonda, hii ni moja ya startup na moja ya stunt ambayo anaanza kuichukua hizi stunt 3 alizozifanya za kuambia kwenye tasnia yake pale kwamba okay, wizara yangu sasa hivi mimi ndo nimekaa kwenye hichi kiti, so make sure kwamba jamani mnafanya vile ambavyo vinavyotakiwa, na pia kuwapa moyo au kuwapa sapoti hawa online TV. Ni kitu ambacho online TV wengi sana ambao wana struggle kutengeneza content pretty much watakuwa wanajua kwamba hapa tumepata mtu ambaye ni sahihi sana pretty much. Na Alikiba kufanya kupewa support, kwanza kupigiwa simu bana, sikiliza tukae chini tujue kwamba tunafanya nini kwenye the next Ramadhani Cup. Paul Makonda, mimi nakumbuka kabisa kipindi kile wakati ulipewa sumu, na hiyo ulipewa sumu umekuja mnakumbuka alikuja kuongea wakati wa kampeni kwamba ni ndio alipewa sumu, lakini watu wengi sana walimtafuta. Mimi nilikuwa mmoja wapo ambaye nilisema kwamba nilimtumia ile kuna nyimbo moja hivi ya Kisauzi tunatumiaga sana wakati tuko South, inaitwa We Miss You Manelo. I think that video went to viral mpaka mwenyewe akaiona. Na watu wananipenda sana, not just me, a lot of people likes you a lot in terms of wanakupenda na utendaji wako wa kazi. Sio kwamba wanakupenda wewe, wanakupenda utendaji wako wa kazi. So keep doing what you doing brother. Pretty much jamani, mimi na nasema kwamba sina mengi sana, lakini huyu mtu I think kwamba atakava vizuri kwenye nafasi yake. Mimi naitwa Abdi Millionaire aka Mnamba, na hii ni Mnamba channel. So make sure una subscribe, unaacha comment, na pia
make sure unabonyeza notification button hapo ili tunakwenda sawa, tuweze kuishi kwenye humo, tuweze kukamilisha yale ambayo tunataka yawe kwenye sanaa, utamaduni na michezo. Na pia kwenye swala la michezo, I think kwa sababu ametoka kwenye Afcon Cup na amepushi sana timu yetu ya taifa kuweza kupata hata hapa ambapo walipofikia kabla hawajarudi. But anyway, it was a big step na big move, na yeye ndo alikuwa ni mtu ambaye amewapa moyo sana, na pia kuomba hata pesa zitolewe kwa hawa vijana wa Taifa Star. So pretty much I think kwamba ni mtu ambaye he loves what he does, so please let's support him. Mimi ni Abdi Millionaire AKM number. Please make sure una tune in NAA all the time. I'm here, I'll be just for you and giving you all the info about our own country. Jamani, tuwe wazalendo sana, tuipende nchi yetu. Haya ndo mambo ambayo tunayatakiwa kuyafanya na kuyatekeleza sisi kama content creator na watu wangu wote ambao wanapenda michezo. Pretty much hapa tulipo nadhani tunaona mwanga kabisa, direction iko vizuri sana. Mimi ni Abdi Millionaire AKM number. Don't forget to subscribe my channel. Don't forget to watch me on the next time. If to do that, to watch me next time, please make sure unabonyeza hapo notification button ili tuweze kwenda sawa. Asanteni sana. Bana, tutaonana tena. Asanteni sana. Peace.